Sasa si ni ukweli? Na ndio mimi tulikosana na hii watu kwa sababu kijademu ile. Sisi tulifika pale sasa mwaka wa kwanza nikafikiria tunaongea mambo ya ukweli. Nikaanza kuona ni udanganyifu. Tunakuja Ruringo tunasema tutamaliza stadium. Sasa ni mwaka 2 hakuna. Barabara hakuna, maji hakuna, hospitali hakuna, dawa. Kazi yetu ni kudanganya Wakenya kila siku. Ndio mimi nikamwambia mkubwa wangu, hii maneno ya kudanganya Wakenya si mzuri, tuache. Tuongee ukweli ile inawezekana. Ndio wakaanza kunisukuma kwa sababu ya kusema ukweli. Father, we want to encourage you and the Catholic Church and thank our bishops for speaking for the people of Kenya. Because when everybody has been silenced, the church is the voice of the nation, is the conscience of the nation. And we want to encourage you, the Catholic Church, to continue speaking. And the issue the governor has raised, tungetaka kuuliza kanisa yetu ya Catholic and other churches to speak out. History is repeating itself. In the late 80s, early 90s, during the reign of President Daniel Arap Moi, the government then destroyed the economy and became very intolerant and dictatorial. And when the people of this region started saying no, a criminal gang was formed to come and punish the people because they were saying no to bad governance. That gang, na huyo kiongozi wa hiyo gang alikuwa kijana mdogo then, kaitwa na Moi akaambiwa ude hiyo kikundi. Is the same leader alikuwa hapa on 31st. Same. That gang, Father, descended on the people of this region with brutal efficiency. They beheaded people, circumcised our women, raped our daughters, defiled our children, extorted money from bus stops, demanded money for dowry, collected money kwa duka. They caused chaos in this region. In the year 2009, Mheshimiwa Kafadha is here. Pale Gadhaidi waliua watu 29. Wakakata hao vichwa. Si mnakumbuka? It took the late John Mechoke 4 years to deal with that criminal gang. Years later, history is repeating itself. Government has been managing the economy. It has become unpopular. People have started saying no. The same gang leader ametafutwa na serikali na ameletwa hapa to force the people of this region to accept the president and his deputy. Wamekuja hapa 31st. Huyo kiongozi ametangaza mchana that amepewa kazi na serikali ya kuzunguka katika mlima Kenya to force the people to accept the president and his deputy and to escort the leaders ambayo wamekataliwa na watu wakuje mashinani. When they left Kabiroini wakapita hapa town, wakapora watu. Wasichana wa mama walikuwa na earrings zikachukuliwa. Wale walikuwa na necklace zikachukuliwa. Watu walikuwa na saa wakanyang'anywa. Magari ikatolewa side mirror. Watu wakienda polisi wanasema sisi hatuna kitu tunaweza fanya. Tumeambiwa na deputy president au watu wanafanya kazi ya serikali, tunafanya kazi na hawa. Jana walikuwa pahali naitwa Jombe, pahali ya dowry. Wanaenda kudemand 10% ya dowry ibelipwa. Pale Banana wameingia kwa stage, wameanza kuuliza pesa.
Sisi tunauliza president, tafadhali, hao watu ya area hii walikuchagua kwa upendo mwingi sana. Kama wanakukataa, ujaribu kujua ni kwa nini, lakini usirudie ile moja alifanya, kutuma hicho kikundi kuja kuhangaisha watu ya Mlima Kenya. And I think, Honorable Kagusha, you must get a team of lawyers and document the atrocities that were committed by that criminal gang against the people in the 90s, because those were crimes against humanity, and start engaging the International Criminal Court. That the ICC should not wait until crimes against humanity have been committed. This gang is known to have committed crimes against humanity. Now, with the sponsorship of government, they have come back. And for sure, they have started. So, Bwana Kagusha, get a team of lawyers to write to the ICC to invite them to come to Kenya and make sure that the activities of that criminal gang sponsored by government is not allowed to take place. Atimia maroni de mundu cio TV ne matina koma ne kuhauka kati gwatimia tondu mundu wa narumu ni nyamu njiro ona kanyo gwake kate